Hebu mshukuru Mungu. Bwana Yesu, Mungu ni hai. Ninakushukuru kwa utukufu wako na neema yako. Asante kwa ajili ya leo. Imekuwa leo ya pekee sana. Mfalme, tunyenyekea kwako kwa sababu tunakuhitaji wewe, mfalme wetu wa amani. Wewe ambaye ndio mwanzilishi wa imani tulionayo. Msalabani Bwana ulisema yote yamekwisha. Lakini umenena katika neno lako, yeyote atakayekuamini na kubatizwa ataokoka. Baba, ulitutuma tuje ulimwenguni tuhubiri Injili na tuwafanye watu kuwa wanafunzi wako. Baba, hili limetimia siku ya leo. Bwana Yesu, tunanyenyekea kwako mfalme. Nawaleta mbele zako watoto wako hawa. Tazama Bwana, kila mmoja sasa na imani alionayo ameamini kwa habari ya kubatizwa, ubatizo wa maji mengi ambao Bwana unatuonesha kuwa hata wewe Mungu ulibatizwa ubatizo huu. Baba, tunajifunza kutoka kwako. Wakati unabatizwa ubatizo wa maji mengi, Bwana Yesu, mbingu zilikuwa wazi, mbingu zilifunguka, sauti kuu ikatoka juu mbinguni kukutambulisha mfalme. Baba, tuko mahali hapa ikiwa tunakuamini, ikiwa ni wafuasi wako. Bwana Yesu, ninaomba neema yako hiyo ikasimame siku ya leo. Ninakomboa maji haya, nakomboa hali ya hewa, nakomboa ardhi hii ikakutumikia ndani ya majira haya. Wakati watoto wako tuko mahali hapa, mfalme wangu, baba yangu, tunanyenyekea kwako mfalme. Tunaomba mkono wako hodari wenye nguvu ukasimame pamoja nasi katika ibada ya ubatizo, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Bwana kwa utukufu wako na neema yako. Asante Bwana kwa utukufu wako na neema yako. Bwana Yesu uliyejaa neema, Bwana Yesu uliyejaa nguvu. Baba, asante kwa wema wako mkuu. Umesema katika neno lako, kitabu cha Wafalme, mji ule ulipokuwa unazaa mapooza, mtumishi wako Elisha alichukua chumvi akatia kwenye vyanzo vya maji ili kuuponya mji na kuyaponya maji. Ninaelewa kwamba maji haya yanatumika kwenye mambo mengi na mto huu unatumika kwenye mambo mengi, lakini naweka wakfu leo kwa ajili ya ibada maalum, kwa ajili ya ibada ya ubatizo. Baba, ninaachilia nguvu yako ikasimame ndani ya maji katika jina la Yesu aliye hai. Ninakomboa maji haya na ukomboa mto kwa chumvi. Chumvi ni agano la ladha. Chumvi ni agano la ladha. Baba, neno hili likatimie. Maisha kila mmoja siku leo yakabebe neema ya ladha. Iwe ni biashara, iwe ndoa, kiwe chochote kwenye maisha yao. Bwana Yesu, ninatangaza neema ya uponyaji. Chumvi iliondoa mauti kwenye kitabu cha Wafalme wa pili. Chumvi ilitumika kuondoa mauti, nami ninaondoa mauti kwenye maji haya kwa mamlaka jina la Yesu Kristo aliye hai. Maneno haya Bwana ni mbegu, nami nayaashiria ndani ya mto huu kwa mamlaka jina la Yesu. Bwana Yesu, ulitumia mafuta kwa ajili ya kuwaweka watu wakfu, lakini pia kuwasimamisha kwenye nafasi. Ninakomboa maji haya kwa mafuta. Mafuta ni agano la kuwapatanisha watu na ufalme wako. Bwana Yesu, neno hili likatimie Jehova siku leo. Mto huu ukapokee neema ya ukombozi kwa mamlaka jina la Kristo. Mafuta haya ya mzaituni yamebeba neema yako, yamebeba nguvu zako. Ninaomba neema hii ikasimame kwenye mto. Yeyote atakayegusa maji haya ndani ya majira haya, Baba, ninaomba neema yako ikamtambulishe ya kwamba ni mwanao wa pekee. Baba, neno hili likatimie, neno hili likasimame Jehova kwenye haya maji katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Hallelujah.